Bwana, basi la mnyama Simba aina ya Iriza limetua mjini, lakini maneno yamekuwa ni mengi kweli kweli. Mashabiki wa Young Africans wamewakalia kooni mashabiki wa mnyama Simba na kusema kwamba lile basi ni used, na ni kama kwa mbali mashabiki wa mnyama Simba wamejaa kwenye mfumo. Hamna. Yaani wewe mmejaa kwenye mfumo. Hakuna ngwale. Yaani wewe kipindi sisi tunatuambia tuna basi used, wewe unamiliki dampo na unamiliki malisho ya ng'ombe. Yaani wewe unamiliki malisho ya ng'ombe na dampo, unatuambia sisi tunamiliki Iriza, ambao unatuambia Iriza yetu sisi ni used. Na hii ni elimu. Mimi nakwambia ngwale. Lakini ninaonekana mmejaa kweli, kwa sababu nimeona baadhi ya watu mmeanza kuhoji details za basi. Si huyo, hamna shabiki wa Simba mwenye akili, yani mwenye akili timamu akahoji, akaingia kwenye huo mfumo wa Yanga. Yaani huo ni upungufu wa akili, kwa sababu hakuna shabiki wa Simba anaweza akahoji hilo jambo. Mimi siwezi kumzungumza mtu. Sikiliza, nikwambie ngwale kitu kimoja. Tujue kwanza magari tuyajue. Kabla hujakivamia kitu, kabla hujazalilika mitandaoni, kabla hujaongea chochote, ujue kitu unachokizungumza ukijue. Mimi about haya magari, nini maana ya magari? Magari yana matoleo. Umeelewa vizuri? Kuna gari ikija sasa hivi ngwale ukiona, yaani mimi labda nimeagiza gari ikitua tu, kwa toleo la ile gari unaona kabisa ile gari used. Toleo la hiyo gari used. Labda nikupe mfano hai. Turudi kwenye magari kidogo. Kuna kampuni yale ya makosta kama unayajua. Yale yameanza kutengenezwa mwaka 70, yameanza kutengenezwa. Kuna gari zinaitwa 14B Costa. Ukiona tu unajua mwaka 70 imekuja. Lakini kuna new model Costa zipo ambazo gari Tanzania unaziona kwenye misafara ya rais, viongozi tu. Kuna Costa fan box zile V8. Zile new model. Ikija ile gari ukiambiwa eti used, huyo mshamba ajui gari. Unapongelea Iriza new model basi za kisasa. Na ndio maana ukiangalia Ulaya, nenda Man City, usijui uende Liverpool, usijui uende Chelsea, wanatumia Iriza new model basi za kisasa. Iriza ni new model basi. Yaani ni basi la kisasa. Na ndio ili ujue kama ile basi la kisasa. Nenda Ulaya, haukuta anatumia Tata kama Yanga. Kule hatumii Tata kule, wala hatumii Icha. Kule nenda Barcelona, hatumii Icha kama Yanga. Hatumii Icha, wanatumia Iriza. Yaani kama unanibishia nenda timu kubwa. Acha ile Iriza la Azam la Kichina, ile la Azam la Kichina ni. Leo silizungumze. La Kichina, sikiliza. Na Yanga sisubutu. Mimi nakwambia ngwale. Wasije kujaribu, wasije kusubutu kuja kuagiza Iriza, watafilisika. Ngwale, mimi nakwambia Yanga kitaka waanguke anguko lao, wajaribu kuagiza Iriza. Lile basi ni la thamani. Lile basi la kisasa new modern ambalo linatumika dunia ya kisasa. Leo hii Simba anakuja kutumia basi aina ya Iriza, ambayo basi kwa tunaliota sisi ndotoni. Sio Simba tu, Tanzania kwa tunaliota ndotoni. Wewe ushangai Tanzania nzima hapo mabasi matatu. Tanzania nzima hapo hayo. Kuna basi kampuni inaenda mkoani ile Katalama, wanalo Azam, wanalo na Simba. Tanzania nzima kwayo matatu. Tata ziko ngapi Tanzania? Icha ziko ngapi? Leo hii wewe unamiliki Tata, uje ubishana si ambao tunamiliki Iriza. Unamiliki gari ya milioni 70, sisi tunamiliki gari ya bilioni 2.9. Tuje tushindane tufanye compare. Sikiliza, Yanga atakuja kudhalilika na hakuna kitu Yanga kimewauma kama sisi kushusha Iriza. Huu msimu mpaka sasa hivi Yanga tushapiga KO matukio makuu mangapi? Mawili. Tumewapiga KO ya kwanza goli la Chama. Linawauma mpaka kesho. KO ya pili Iriza. Wana KO yote wanaotupiga sisi, hawana KO ambazo wametupiga. Mpaka sasa hivi hakuna KO yoyote. Haya, sawa. Mimi namsifu. Mimi nakwambia ngwale. Mimi namsifu Mohamed Dewji tajiri bwenyenye. Na kwa sababu za msingi na msifu. Utanishangaa na msifu kwa nini ambaye Iriza hajaleta yeye. Na msifu Mo kwa sababu leo hii ngwale wachunguze Yanga kwa umakini. Yanga akitangaza tenda yoyote lazima uone jina la GSM lipo. Nisikilize, leo hii Yanga atakitangaza tenda kuchimba visima, GSM atakuwa bwana anagombea, atakayeshinda akachimbe kisima. Yanga kutengeneza uwanja, jina la GSM lipo. Yanga sijui kutengeneza jezi, mzabuni GSM yupo. Tafsiri yake ni nini? Kwa jinsi wana Yanga wanavyomkubali GSM,
hakuna mtu mwingine ataoshinda zaidi ya JSM. Turudi Simba. Leo hii Simba kipindi tunatangaza mzabuni wa kutengeneza jezi, Mo angetia nia asingechukua kutengeneza jezi. Kuna mtu anamkataa Mo? Kwa nini Mo atengeneze jezi? Kwa nini Mo atengeneze jezi? Au kwa nini Jeruti kashinda? Kipindi Simba anatangaza sabuni ya kutengeneza jezi, Mo alijeka pembeni. Tafsiri yake ni nini? Kupisha matajiri wengine waje kuleta nguvu kwenye nini? Kwenye Simba Sports Club. Leo hii Simba ina Jeruti, ina Mo. Umeona nguvu hiyo? Mo anafanya mambo mengine, Jeruti anafanya mambo mengine. Leo hii Jeruti anatuletea basi, huku Mo anaendelea na mambo mengine. Nguvu ndani ya klabu, umeelewa vizuri? Iko kitu Yanga ndio hawana. Leo zinawauma. Sikiliza. Basi Eriza linawaumiza. Sikiliza. Yaani haiwezekani sisi tumiliki Eriza, wewe unamiliki dampo na malisho ya ng'ombe, nasema mama ntilie na parking. Uje ubishane na sisi. Sisi tunamiliki Eriza, wewe unamiliki dampo, unamiliki sehemu ya malisho, unamiliki mama ntilie, afu uje ubishane na sisi. Who are you? Wewe ni nani? Who are you by the way? Inawauma ile jibu ya Jekobati, wivu hapo anafanya hivyo, wivu. Hadi kama alisema kati ya uwanja, yani yale malisho tunamaanisha, alichomaanisha bado wanaelewesha wana Yanga. Aliposema kati ya uwanja na basi, utaanza uwanja. Sasa basi ndio litakuja na litachelewa. Uwanja utakamilika basi bado. Leo hii tuangalie Simba basi ameleta. Alafu leo hii twende na kamera yako Ngwane TV, twende Jangwani tukaangalie uwanja. Twende. Ngwane mimi nataka twende. Twende pale. Sikasema kwamba basi na uwanja utaanza uwanja kabla ya basi. Tubebe kamera Ngwane TV, twende. Tukaangalie. Ali kama anakuambia, nimeona kuna shabiki anaulizia dokumenti za kuthibitisha kwamba basi ni used. Mpeni asome na mimi nakupa kama alichokiandika Ali Shabani kama kuthibitisha kwamba basi lenu aina ya Eriza ni used. Sikiliza. Kwanza nikwambie kitu. Ngwale wewe kuna kitu nataka nikwambie. Mimi Miraji mara moja Sheikh kuniambia ile neno. Mimi Miraji kanaambia katika klabu ambaye wanafuatilia mashabiki Yanga hawamdharau shabiki, na katika klabu anaingia kwenye pressure za mashabiki Yanga. Yaani Yanga haoni hasara kujivua utu wao kwa ajili ya shabiki. Leo hii Yanga wanadili na muhindi wa Simba. Yaani klabu, nako tunapomongea kama ni klabu ujue. Leo hii klabu inadili na muhindi wa Simba eti kisa kaoji kuhusu basi. Anasema kama basi uzi lirudi, wanadili naye. Tafsiri yake ni nini? Kwenye vita ukiona unashindana na watoto, wewe ushafeli kwenye vita. Yaani kwenye vita, yaani mnapigana vita, alafu unadili na watoto chini huko. Wewe umeshindwa vita. Yaani Alikamwe kakaa na muda wake, eti kamsikiza muhindi wa Simba ndio anamchambua eti shabiki anauliza. Umeelewa vizuri? Leo hii ukimwona mtu anafikia hatua hiyo, wameshindwa. Yanga wanatapatapa. Narudia, ngwani kupangia mabasi. Tulipewa wote mabasi. Yanga na Simba Yutom na kampuni ya kipigana Kilimanjaro. Yote Yutom. Baadaye tukaja tukapewa mabasi aina ya Tata. Nisikilize, ambaye mabasi bodi yake ni Anta, mashine Tata. Na kuchambulia sa magari. Sasa tuchambue magari. Mashine Tata, bodi Anta, tumepewa. Wao la kwao na sisi la kwetu. Yaani wapiga mahesabu tumepewa Tata. Wale Yutomu yao mpaka leo wanalo, wanapanda wanawake. Tata ndio wanaolitumia. Sisi tumekuagiza Zumtom, lile pale tunatembelea sisi. Leo hii tumeletea Eriza, wao bado wanatata. Alafu mnakuja mbishane na sisi. Wanadaiwa kiwanja. Yaani mimi narudia hii kauli Ngwale kwako. Yanga kitu pekee kinachowaficha ni kupata mafanikio ya ubingwa. Yanga kikosa ubingwa, hakuna klabu yenye udhaifu mkubwa kama Yanga. Yanga wakikosa ubingwa. Nakwambia Yanga kitu kinachowaficha ni ubingwa. Leo hii Yanga kikosa ubingwa, hakuna klabu dhaifu kama Yanga. Hawana basi, hawana kiwanja, hawana mtaji wowote, hawana hata kiwanja cha mazoezi. Umelisikia? Hawana uwanja mazoezi, hawana basi, hawana mtaji wowote. Jengo lao lilipo pale wanauza kahawa tu. Wewe nenda pale, biashara gani inafanyika pale? Kuna biashara inafanyika zaidi ya kuuza kahawa. Pita Msimbazi saa hizi. Frame zote zimekodishwa.
Frame zote hadi sipa kukaa hakuna. Tumeamua tukakae Masaki huko. Yaani frame zote tunaingiza hela. Pita jengo lao, unamkuta bibi na bilika lake la chai pa anauza kahawa. Pita pale uone. Yanga hamna klabu dhaifu kwenye nchi kama Yanga. Sasa na wanazalilika. Sasa mjibu Ally Kamwe sasa, hili gari ni used au jipya? Ally Kamwe kuna kitu atakuwa kijue. Namwambia Ally Kamwe kuna kitu atakuwa kijue. Unaposikia Iriza new brand bus, mabasi ya kisasa. Kama Ally Kamwe mshamba, kama Ally Kamwe hajui magari, aje mimi nimpe elimu. Unapoongelea Iriza ni mabasi ya kisasa. Leo hii Iriza ni kampuni inatengeneza mabodi ambayo ipo Brazili. Hii kampuni imeingia ubia na kampuni mbili, imeingia na Benz na Scania. Kuna Iriza ambazo zina injini ya Benz, kuna Iriza zina injini ya Scania na mashine yake inaitwa G8 mdogo wangu. Mashine ya Iriza ya Simba inaitwa G8. Kuna mashine ya kwanza, kampuni ya Scania alitoa mabasi ya kwanza zinaitwa G7. Sasa hivi Iriza zinaitwa G8. Lile basi la Simba ni G8. Thamani ya basi la Simba, unauza jengo la Yanga lile, unaliona lile la Simba, uwanja wa Yanga unauza, uwanja wa Taifa ule KMC ukichukua na Azam unaunganisha, ndio thamani la Simba lile. Ukipanda kwenye kiti, ukikaa kwenye kiti hivi, mfano kama unasafiri na safari ya mbali, kama unahitaji chakula, kuna sehemu unaandika pale ugali dagaa, kuna kitu ile kinakuja hivi, unaagizwa na kula ugali dagaa, unaenda ili la Simba unaoliona ile, yani kuna sehemu unaandika ugali dagaa inakuja hivi. Yani kila unachokitaka kipo kwenye lile basi. Lile basi lina sensa. Mfano kama hivi unakuja, labda kuna gari imepotea njia, ajali ya uso kwa uso. Lina sensa lenyewe linakwepa ajali. Basi la bilioni 3.9. 3.9. Basi ambao wanaliposti wanaonekana matairi yamechoka choka, ndio wanalizungumza. Wana edit AI, zile ni AI. Epuka matapeli AI ngware. Yaani usiingie kwenye mtego, zile ni AI. Nisikilize. Sasa hivi Yanga wana donge limwaka hapa. Yanga sasa wana roho mbaya. Yaani kama hujui, katika klabu yenye roho mbaya Tanzania Yanga, roho yao imekaa hapa kweusi hapo, umeona? Kuna donge limekaa hivi. Roho zinawauma. Na mtakufa msimu huu. Na roho zenu mbaya mtakufa. Bado ukitoa basi kuna tukio lingine linakuja. Yaani msimu tumepiga tukio la goli la Chama, tumepiga tukio la basi na kuna tukio lingine pia linakuja. Kazi wanayo msimu huu. Maneno gani ungependa yaandikwe kwenye basi la mnyama Simba? Mimi binafsi ningependa mfano liandikwe lile basi la Simba lile. Pale juu kwa mfano huko mbele linapokuja. Si ndio basi linakuja hivi mbele. Unaliona kabisa lile. Mfano yani huku kuji huku. Huku juu kuliandikwa huku juu linapokuja. Huku juu liandikwe Marisho. Pale juu kuandikwe Marisho. Marisho ya ng'ombe juu. Hilo gari ina maana ndio Marisho au? Marisho tunaandika hivyo Marisho ya ng'ombe. Alafu kupembeni huku pembeni tunaandika kabla sijamaliza muda wangu kiwanja kitakuwa tayari kimetimia. Yaani kabla sijamaliza muda wangu kiwanja tayari kimetimia. Mbona kama una wananga sana? Sisi tu wanangi. Yaani wewe mimi namiliki basi. Wewe unamiliki Marisho ya ng'ombe. Hapa nataka tubishane. Yaani mimi namiliki basi la Iriza, wewe unamiliki dampo, unamiliki Marisho, unamiliki sema kuipaki magari, alafu natusema sisi. Hiyo nguvu unaitwa wapi? Yaani nguvu unaitwa wapi? Kuna muda wanatakiwa tukubali na tupongezane. Sisi wenyewe Simba kuna baadhi ya vitu Yanga wakivifanya tunavipongeza. Wanatakiwa Yanga waje sio tupongeze sisi. Kwa kumiliki basi wanaotumia Madrid, wanatumia Bayern, wanatumia Chelsea, waje watupongeze sisi Simba. Sasa kupanda competition, mashindano, makelele, kila siku tuonekana vichaa. Hao wao walisema ndio tuonekana mzima. Kwa sababu hata wazungu sasa hivi washaishusha thamani Yanga. Yaani unalisema basi lenye thamani duniani. Basi wanalitumia Liverpool unalisema usikichaa. Wewe si chizi wewe. Yaani unalisema basi wanapanda Man City. Unalisema basi wanapanda Liverpool. Mabingwa Arsenal wanapanda PSG unalisema. Wewe si kichaa, wewe mzima. Tukupime ubongo. Mimi nakwambia tuwapime ubongo, tukachukua madaktari Milembe tuwalete, tuwapeleke Jangwani, pima ubongo wote, mmoja apime ubongo wake. So ubongo wao umeshuka, umedrop. Wathibitishe ile gari ni jitu ya used. Nimwambia hivi, ukisikia Iriza new model basi. Yaani wewe usibishane na mtu, sikakwambia used. Mwambie ukisikia Iriza new model basi, kwani wapangie mabasi waelewe. Miaka 80 kuna basi zilitoka zinaitwa Volvo za kizamani. Zikaja Isuzu. Umeelewa vizuri? Zikaja Super Under Class, Michael Polo na sijui wewe. Scania hiyo, Michael Polo zikaondoka. Zikaja ndo Mchina akaingia akatengeneza Yutong na Aiga.
Scania akakaa kimya hajatoa basi. Akaja kutoa juzi basi zinaitwa G7 ambapo Saudi analo. Ndio hii hapo unaziona Iliza new model basi, new model basi za kisasa. Wewe basi ukiandika hivi ugali unakuja kwenye siti ugali. Basi unaandika ugali kwenye siti ugali kuku. Kimeza kinakuja hivi ugali kuku toa potokea ujui. Wewe unakuja unalisema Jangwani wakati umemiliki Tata la kwenda Mpwapwa huko. Watu wenyewe wanamiliki Tata la kwenda nini huko Tununguo. Wanapajua Tununguo. Yaani basi la Yanga huko linapoenda huko kuku umo mbuzi umo ndio anabeba afu je ushindane na sina basi letu. Bwana Jeruti nasikia anataka kununua ndege kwa mujibu wa Ahmed Ali. Ndege ya mnyama. Sikiliza, nakupa rekodi. Chochote unachokiona kwenye mpira Tanzania, Simba ndio mwanzilishi. Yanga si kipindi tuna Simba Day, wako wanatusema mna siku zenu. Wakaiga. Somana alisema ile hapa wanalisema basi letu. Watataka kalichukue. Na akisubutu anafilisika. Wakisubutu, yani JSM akienda kuoda ili basi, anafilisika, anauza mpaka anabaki na magodoro. Nimeona kuna shabiki anasema wachangiane basi wakanunue. Hawezi. Hata kichanga nchi nzima hawezi. Yaani hata waungane nchi nzima wachanga hawezi. Yanga wakiamua jambo lao bwana. Uwanja ule umeushindwa ule. Mwaka wa 4 tunaona place. Wewe ngwani toka naanza kukujua, nimekuona mara 3 naenda pale Jangwani kuzindua uwanja. Mara 3. Alafu nyinyi waandishi wanafiki. Mbona mwaulizi uwanja? Mara ngapi umeenda Jangwani? Hebu hesabu. Toka uitwe pale wewe kwenda kuzindua uwanja mara ngapi? Hesabu. Mwache wewe, jibu wewe. Mara ngapi umeenda? Yaani kama mwandishi umeenda mara ngapi bwana? Jeruti kaita mara ngapi nyinyi? Kuhusu basi. Jeruti aliwaita mara hiyo. Akasema naleta basi. Amkuita tena mpaka basi limekuja. Nyinyi mmeitwa mara ngapi mkazindua uwanja? Waandishi kila kukicha na kamera zenu. Kila kukicha hamna cha uwanja hamna chochote. Siasa, narudia. Kipindi cha uchaguzi siasa, hakuna cha uwanja. Yanga hakuna kiongozi atakuja kutengeneza uwanja mpaka dunia inakufa hii.